Kaka Bashi. Naomi. Mbona sikuelewi kakaangu? Unapata na matatizo gani? Siku ya 4 kakaangu, leo mimi sikuelewi kabisa. Yaani umekuwa ni mtu ambaye una mawazo. Hutaki kunishirikisha unawaza nini? Nikusaidieje sasa? Unajua nini? Mimi nipo sawa tu, sema napokuwa nimelala niko peke yangu nikiwa na mawazo, huwa nafikiria sana marehemu shangazi. Na ndio maana hali hii huwa pia inanitokea mara kwa mara. Nafikiri ni kwa sababu namweka sana akilini shangazi. Namkumbuka mno, ndio maana nijikutana wewe seka. Kaka Bashi, unanidanganya. Hayo sio mawazo yanayokufanya wewe ufikie kwenye hatua hiyo unayoifikia sasa hivi. Na kama hutaki kuniambia nini kinakusibu, basi mimi kama dadako acha tu nikushauri kitu. Hayo mawazo kila mtu aliyapitia, lakini hutaki kuyaruhusu ya kutawala hivyo kwenye akili yako. Itakusababishia matatizo makubwa ambayo mimi dadako nitashindwa niyafanye nini, au nikusaidie vipi. Kumbuka dada yako nipo hapa kijijini, sina kazi ambayo inanishughulisha sana, ambayo inaniingizia mimi kipato zaidi ya kilimo. Leo hii ukipata matatizo makubwa utaniweka katika wakati gani? Basi, nafikiri usifikie huko. Mimi nitajitahidi kuzuia matatizo yangu, lakini wacha mimi nitoke nikanyoshe miguu. Angalau kidogo nitembee alafu baadaye nitarudi. Sawa, kwa makini. Ndio. Sasa. Mzee wangu. Ndio. Mimi nimekuja hapa na shida kubwa sana mzee wangu. Mimi nachokihitaji ni msaada wako tuweze kunisaidia ili mradi niweze kuwa salama. Ndio. Kuna mzee anaitwa Mzee Dikuya alinipa mzigo wake lakini nikapoteza kwa bahati mbaya. Hivi basi nachokuomba ni kitu kimoja tu uweze kunisaidia, yule mzee aweze kunisahau kabisa. Yaani hata kama kiniona tu nje anakimbia yeye mwenyewe. Yaani amsahau Bashiri katika akili yake. Haina shida. Mimi nitakusaidia. Kijana, unaidanganya. Tembea mashariki na magharibi, wewe uko hapa. Ninachohitaji ni kibatari. Na kama utakosa kibatari, mimi nitakuua. Bwana mzee wangu, usifanye hivyo. Mimi nitakutakia kibatari chako. Sasa kumfuata nini? Fanya haraka! Ondoka! Ondoka! Sasa uwe nyumbani. Sawa. Kule yupo mjomba wako Ateba, atakupa chakula. Sawa. Sawa, mimi naenda hivi tutaonana baadaye. Sawa? Haya, wae nyumbani. Naomi. 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 Afadhali nimekuwahi Naomi. Mguu ulikuwa wa kwako. Naomi. Nilikuwa naomba urudi nyumbani Naomi, ili tuweze kuwalea watoto wetu. Na kitu kingine nilichogundua kwenye maisha yangu, siwezi kufanya chochote bila ya wewe. Na mambo yangu hayawezi kwenda bila ya wewe. So, nilikuwa naomba Naomi, urudi nyumbani tuwalee watoto wetu. Na hata vitabu vya dini vinasema, samehe 7 mara 70.
Mimi sidhani ili kosa langu moja kwamba utashindwa kunisamehe. Please Naomi, naomba urudi nyumbani. Nimekusikia John, na nimekuelewa nini umekisema. Je, nitaamini vipi kama yeye mwanaume umebadilika, umekuwa mwanaume wa kweli na hautorudia kunifanyia yale ambayo ulinifanyia huko nyuma? Maana tambua ulionifanyia mwanzo ni mambo makubwa sana na sikuweza tena kukaa karibu na wewe. Nikaamua nijitenge, nikae mbali na wewe. Sababu ulilofanya uliniumiza sana. Isitoshe, kwani unafikiri mimi sikupendi John? Na kuonea huruma na nakupenda sana nikikuona hata unapita kwa mbali tu. Lakini nawaza hata nikikupenda na kwa yale ambayo ulishanitendea, na kuwa na moyo mgumu sana kutoa msamaha dhati kwako tena. Naomba unipe nafasi kwenye moyo wako tena. Mimi mwenyewe nishatambua kosa langu. So, mimi ninachokuomba tu urudi nyumbani mama. Tuweze kuwalea watoto wetu. Please Naomi, nakuomba. Nimekusikia na nimekuelewa. Sasa hivi naenda kisimani. Maybe nikirudi nitakucheck tuongee. Yani kibatari sio mchana sio jioni, mapenzi kikwazo kwa Joni eti Naomi. Yani kibatari ni nusuru nafsi yangu. Yani kibatari ni nusuru nafsi yangu, maana na hizi pesa zinatoa utu wangu. Ile mtoa kafara we kumbe ndo mpwa wangu. Yani kibatari humu ndani ndio hatari. Yani kibatari na humu ndani ndo mshazari.